بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس 11 somo la 11. Somo hili ni ambalo habari yake nilitumwa kwenye group pale. Baiti ile habari ambayo nazungumzia nyumba yangu. Kwa ndio hii sasa somo la 11. Sema Sheikh, baiti nyumba yangu. Hadha baiti, hii ni nyumba yangu. Baiti amama almasjid, nyumba yangu amama almasjid, mbele ya msikiti. Baiti jamilun, nyumba yangu ni nzuri. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun, ndani yake kuna bustani ndogo. Hadiqatun ni bustani. Vile kuna neno bustanun. Bustanun ni bustani pia, isipokuwa bustanun ni ya kiume. Hadha bustanun, hii ni bustani. Hadiqatun ni bustani, maana yake ni bustani vile vile, isipokuwa neno la kike. Wa hadhihi hadiqatun, hii ni bustani. Hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati, hiki ni chumba changu. Fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, ndani yake, ndani ya hiki chumba kuna nafidhatun kabiratun, dirisha kubwa. Wa mirwahatun jamilatun, na feni nzuri. Hadha sariri, hiki ni kitanda changu. Wa hadha kursiji, na hiki ni kiti changu. Wa hadha maktabi, na hii ni meza yangu. Saati wa qalami wa kitabi ala almaktabi, saa yangu na kalamu yangu na kitabu changu viko juu ya meza. Saati wa qalami wa kitabi ala almaktabi, saa yangu na kalamu yangu na kitabu changu viko juu ya meza. Wa haqibati tahta almaktabi, na mkoba wangu uko chini ya meza. Haqibati ila mkoba au begi uko chini ya meza. Hadhihi ghurfatu akhi, hiki ni chumba cha kaka yangu. Wa tilka ghurfatu ukhti, na kile ni chumba cha dada yangu. Ghurfatu akhi kabiratun, chumba cha kaka yangu ni kikubwa. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, na chumba cha dada yangu ni kidogo. Ghurfatu akhi amama ghurfati, chumba cha kaka yangu kiko mbele ya chumba changu. Wa ghurfatu ukhti amama almatbakh, na chumba cha dada yangu kiko mbele ya jiko. Li akhun wahidun ismuhu Usamatun, nina mimi kaka mmoja. Li akhun wahidun, nina mimi kaka mmoja. Ismuhu Usama, jina lake ni Usama. Wa li ukhtun wahidatun, na nina mimi dada mmoja. Ismuha Suad, jina lake ni Suad. Abi wa ummi, baba yangu na mama yangu. Fi tilka alghurfati alkabirati, wako ndani ya kile chumba kikubwa. Ana uhibbu abi wa ummi, mimi nampenda baba yangu na mama yangu. Wa uhibbu akhi wa ukhti, na nampenda kaka yangu na dada yangu. Tamarin, mazoezi. Iqra waktub, soma na uandike. Man fi hadha albayti, nani yupo kwenye hii nyumba? Man fi hadha albayt, nani yupo kwenye hii nyumba? Hapo kuna unaulizia mtu, man fi hadha albayt. Kama unaulizia kitu, sema madha fi hadha albayt, kuna kitu gani ndani ya hii nyumba? Na fihi hamidun, ndani yake yuko hamidun. Fihi hamidun. Namba 2, madha fi alhaqibati, kitu gani kiko ndani ya mkoba? Madha fi alhaqibati, kitu gani kiko ndani ya mkoba? Fiha kitabi wa qalami wa daftari, ndani ya mkoba. Fiha sababu ni wa kike. Fiha, ndani ya mkoba. Kitabi, kuna kitabu changu. Wa qalami, na kalamu yangu. Wa daftari, na daftari langu. Kwa fiha ni kwa ndani hicho kitu cha kike. Fihi, ndani hicho kitu cha kiume. Kwa fihi maana yake ni fi pamoja na huwa. Fiha ni fi pamoja na hiya. Man fi sayyarati, nani yuko kwenye gari? Fiha, ndani hilo gari. Fiha, ndani hilo gari kuna abi wa ummi wa akhi wa ukhti, na baba yangu na mama yangu na kaka yangu na dada yangu. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Man fi masjid aljami'ati alana, nani yupo kwenye msikiti aljami'a, msikiti wa chuo kikuu? Manake msikiti wa chuo kikuu. Man fi masjid aljami'ati alana, nani yupo kwenye msikiti wa chuo kikuu hivi sasa? Ma fihi ahadun, ma fihi ahadun, hakuna ndani ya msikiti yeyote. Ma fihi ahadun, hakuna ndani ya msikiti yeyote. Man fi hadhihi alghurfati, nani yupo kwenye hiki chumba? Man fi hadhihi alghurfati, nani yupo kwenye hiki chumba? Fiha almudiru, ndani ya hiki chumba kuna almudir, mwenyekiti au mkurugenzi. Fiha almudiru, ndani ya hiki chumba kuna almudiru, mwenyekiti au mkurugenzi. Iqra, soma. Uhibbu abi wa ummi, ninampenda baba yangu na mama yangu. Uhibbu abi wa ummi, nampenda baba yangu na mama yangu. Uhibbu akhi wa ukhti, nampenda kaka yangu na dada yangu. Uhibbu akhi wa ukhti, nampenda kaka yangu na dada yangu. Uhibbu zamili, nampenda zamili wangu, ile classmate. Uhibbu zamili, ambao unasoma naye pamoja au mnafanya kazi pamoja au mnaishi sehemu moja, pia zamili.
Uhibbu ustadhi, nampenda ustadhi wangu. Ustadhi kwa maana ya mwalimu. Uhibbu ustadhi, nampenda ustadhi wangu, mwalimu wangu. Uhibbu Allah, nampenda Allah. Uhibbu Allah, nampenda Allah. Namba 6, uhibbu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nampenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Ampenda nabii sallallahu alayhi wasallam. Uhibbu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Uhibbu al-lughata al-arabiyyah, napenda lugha ya Kiarabu. Hapa tugusie tu kwa faida za kuzungumza. Utakosema uhibbu, napenda, maana yake unampenda fulani au kitu fulani. Huyo anayependwa huyo jina lake linakuwa na fatha mwisho. Kwa sababu ana uhibbu ta'aman, napenda chakula mfano, au uhibbu asiran, napenda juisi mfano. Ukila unachokipenda kinakuwa na fatha mwisho. Ndio maana hapa uhibbu Allah, uhibbu Allah, Allah ina fatha mwisho. Uhibbu an-nabiyya, an-nabiyya ina fatha mwisho. Uhibbu al-lughata al-arabiyyah, napenda lugha ya Kiarabu. Kama tunapenda Kiingereza, sema uhibbu al-lughata al-ingliziyyah, napenda lugha ya Kiingereza. Uhibbu al-lughata as-swahiliyyah, napenda lugha ya Kiswahili. Uhibbu al-lughata al-faransiyyah, napenda lugha ya Kifaransa. Mfano hiyo, kwa kile kinachopendwa kinakuwa na fatha mwishoni. Mpaka hapa somo la 11 linakuelimisha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.